tukaambiwa ana bleed kichwa. Sasa hapo ndio tulijua ugonjwa wake already imekuwa serious. Ana bleed ndani ya kichwa na ana clot na mambo yalikuwa mabaya. Sasa hapo ndio nilisema aingie ICU na akaingia ICU. Tukaa hapo vizuri, kutoka hapo saa 3 ya usiku na hivi tukamkaisha, tukaambiwa tuwezi ingia ICU, tukakaa hapo nje, tukalia hapo nje. Siku nyingine tukakuja asubuhi tukakuta bado beti si mzuri, na tukaambiwa hiyo sasa ilikuwa inaitwa acute myeloid leukemia. Tukaambiwa ilikuwa inajificha kwa mwili, ndio maana hata beti alikuja kwa chama alikuwa anasema mnakumbuka, acha ni secretary, alikuwa secretary wetu, lakini alisema wacha nidare kidogo alafu mtaniamsha. Tunaniuliza akaheri dakika ile na begome. So wakati niligugu about myeloid acute myeloid leukemia, that monster niliona inakupatia fatigue na inafanyanga uwe na kichwa. So wakati wa mwisho tulikuwa chama kwa Wakafura, Beteli niambia tumekuja na gari but sitaweza kudrive ni bebe. Na nikibeba haraka kwa kiti ya nyuma. Ananiambia yes, kwa sababu already sasa hayuko vile alikuwa anafaa kuwa. Kama tungemwambia andike akiwa secretary, anaandika tuwili analala. Kwa hivyo ni kusema hiyo ugonjwa wa Beteli imejificha kwa mwili kama miaka 3. Kuna wakati sasa maybe wakati tunafikiria ni wakati wetu wa mama, wakati wa periods zinakuja zinapita ile wakati inafaa kupita. So ile kitu nimejifunza na hii kifo ya Betty, naweza ambia kila mama na wanaume tukubali kusikiliwa, tukubali kuangaliwa. Utimudo jamba heni haikomo musuno awili ya walimu. Utimudo jamba heni Mwana ni strong. Wanasolimu yaro itabani. Mnajua zile vitani shida, hata wengine wetu tungepigwa hivyo tungekufa. Lakini Betty alisimama. Na Betty alikuwa strong. Hata wakati wake wa mwisho, wakati kwa sababu hiyo siku alipoteza speech. Na wakati niliona speech imeenda, haongei na mimi, nikimguza haongei. Nikimwongesha akiwa ICU anisikii. Nikaambia kina Bengegani na kina Kigongo hapa na Lois. Nikaambia tuite watoto wa Betty. Kwa sababu tunataka kumpiga transfer ile Kenyatta, tumeambiwa Kenyatta ndio anaweza treat. Wakuje ndio sasa aende chemotherapy. Ndio tulikuwa tunasema saanze chemo. Tukaambia tuite watoto wa Betty. Waone mama yao. Kwa sababu waliacha mama mwenye anaongea. Na waliona damu kwa stairs. Na walikuwa wanauliza mama yetu kwa why is the mother? Walikuwa wanafikiria mama yao alichinjwa kama something happened. Tukaambia tuwaite watoto wakuje hapa waone mama yao tukimhamisha. Tukagoja hapo mpaka 6. Nakumbuka wakati huo tuliacha bili, tulikuwa tumeacha bili ikiwa 600. But kungojea masaa mawili tupate kitanda kwa Kenyatta, bili ikapanda to 800. Na tuko na pesa. Kibomo alikuwa anapigia mpaka watu wajui Betty, marafiki wake wenye wanajua kuweka mambo wakiwa wamenyamazia. Na ni vizuri kama uko na rafiki ama kama wewe ni rafiki ya mtu, please usitengeneze conflict na mama ya mtu ama na rafiki yako. Pesa ya YouTube inaisha, pesa ya Facebook itaisha, lakini ile heshima utaheshimisha mama ya mtu, kwa sababu hiyo ni mama ya mtu, itadumu. Wakati huo tulichanga 300,000 tukapigia mpaka Moses pia akiwa Dubai, nikaambia tusaidie. Nikapigia sister ya Betty ako US, alitusupport sana, akatuma 50,000. Sisi tukaongezea pesa ya tulikuwa tumetoa. Na kwa sababu tulikuwa tumeambia madaktari tutaki akae hapo. Nakumbuka jengo lote lilikuwa naenda hapo anagonga meza. Tutaki akae hapo for 1 month. Vile tuliambiwa pesa, tukarudi nyuma tukaambiana, gari akakwambia sisi tumeaibika. Vile tulikuwa tunagonga meza kusema tutaki akae 1 hour, lakini tumekosa pesa. Nikamwambia tutazipata. Tukazipata, tukalipa bili, watu wa Betty wakakuja. Nakumbuka wakati tukae leo mamake, kwa sababu Betty alikuwa amefungua
amefungwa macho. Na alikuwa anafanya hivi kwa sababu anashangaa ni nini kishingo yake imefanya, baada juu amehoka na stroke ya side moja. Wakati alipolewa na kitanda ni 7 ndio hivi akatolewa hapo, akaangalia watoto wake ni kama alituangalia sisi wote. Naangalia Jemigoni, anaangalia mimi akiwa kwa kitanda, anaangalia kila mtu. Alafu akaangalia watoto wake akawajua. Machozi yake ikaanza kutiririka. Akalia. Sky akasema anataka aingie hiyo ambulance na yeye amwambie kitu. Sky akamwambia, mama, I know you are fight. You are going to fight this cancer. Utatoka hapa mama. Akapiga magoti kwa ambulance. Ndio Mungu siache mama akufe. Wakati tulifika Kenyatta, alikaa tu siku 2 na angetritiwa. Already kansa ilikuwa imemkula, akiwekwa damu inakunywa. It was too late. But vile naweza waambia kama anafikia viti, hatujamuzi. Na ile kitu tunaweza fanya ni kusimama na watoto wake. Kama vile Sir James naweza simama na mbuni wangu nikiwa mkono. Tusimame na watoto wake. Usiache ile pesa betia amekifuta. Chua mtoto wake. Wacha Sky siku moja asituulize mamake alikuwa slave na huyo mtoto wangu. Wenye wanatengeneza content watengeneze tuna jina. Lakini sisi tutasimama na watoto. Tutasimama na Sky. Tutasimama na Dani. Na watasoma. Kwa sababu hakuna mtu hawezi enda. Naweza enda kesho. Baboi wangu naweza jua kuna watu, kuna marafiki. Na kuna wazazi wengine. Sasa hivi sisi wazazi wa Sky na Dani na watasoma. God bless you.